بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Katika darsa yetu ya kitabu Al-Adhkar cha Al-Imam An-Nawawi, tumekoma katika babul amri bil wafai bil ahdi wal wa'd. Huu ni mlango wa kuamrishwa kuitekeleza ahdi na wa'di. Kuna vitu viwili, kuna ahdi, kunao wa'di, na yafanana na hazifanani. Ahdi ni kitu ambacho kwamba mtu yeye mwenyewe amejilazimisha kabla. Wa'di ni jambo ambalo kwamba amejilazimisha atalifanya kwa baada. Ahdi ni ma qata'ahu al-insanu ala nafsihi fil madi, kitu ambacho kwamba nyuma tayari ushasema mimi hili nitalitekeleza, nitalifanya. Wa'di ma alzamahu al-insanu nafsahu fil mustaqbal, zile ambalo kwamba binadamu amejilazimisha katika mustakbali, mwelekeo wa mbele. Kwa hivyo ni vitu vafanana kiupande na kiupande viko tofauti kidogo. Na kulijua hilo nuisome hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo kwamba ni hadithi inaitwa Sayyidul Istighfar. Hadithi ya Sayyidul Istighfar. Katika istighfari kuna istighfari moja ndio Sayyidul, ndio istighfari kubwa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba. Hiyo Sayyidul Istighfar. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema mwenye kuisema hii, man qalaha fi nahari muqinan biha famata qabla an yumsiya fahuwa min ahli aljanna, wa man qalaha min al-layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli aljanna. Mtu mwenye kuleta istighfari hii asubuhi hali ya kuwa na yaqini nayo, kisha akafa kabla kuingiliwa na jioni, yeye ni mtu wa peponi. Na mwenye kuisema jioni na yeye ana yaqini nayo, kisha akafa kabla ya kuingiliwa na asubuhi, basi yeye ni katika watu wa peponi. Na ni kitu kidogo tu, Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sisi tutakacho nini hii? Ala ahdika wa wa'dika, babu wafai bil ahdi wal wa'di. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia vilima viwili, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Mimi niko katika ahadi yako. Ahadi ya nani? Mwenyezi Mungu. Ni ahadi gani ya Mwenyezi Mungu? Ni pale binadamu wote walipochukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu. Wa idha akhadha Allahu min bani adama min dhurriyyati wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala nafsihi ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Hii ndo ahadi tulokuwa nayo sisi binadamu wote. Tulichukua ahadi ya kuwa tutakuwa na imani. Roho zote zilikusanywa pahali pamoja panaojulikana na Amanul Araki, sehemu za Arafa kule.
zikakusanywa roho zote, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, Mwenyezi Mungu akamwambia, je, mimi si Mola wenu? Watu wote wale wakasema qalu bala, wewe ni Mola wetu. Sasa hiyo ndo ahadi tulionayo. Sasa mambo ya Mwenyezi Mungu, ile ahadi ambayo kwamba nimeichukua mimi niko nayo, lakini wa wa'dika, sasa kuna wa'di ni wewe ulotupa sisi. Kwa mtu yoyote mwenye kusema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Sasa sisi tumesema la ilaha illa Allah, mimi niko katika ahadi yako na niko katika wa'di wako, yote mawili mimi niko nayo. Ahadi niko nayo, na ndio binadamu yote, nafsi zote, roho zote lazima ziweko katika ahadi. Ndio kaambiwa hakuna sababu ya wewe kutokuwa na imani, kwa ajili ushakubali tangu siku hizo, ushakubali kwa utakuwa na imani. Bina'mana al-araki wa ayu ahdi faqul li anhu bin nutqi fasih, kama alivyosema Maulana al-Haddadi. Hizi roho zetu zinohamu, kila mtu roho yake yavutika, yule mwenye mahaba na mapenzi yavutika kwenda katika ile ahadi ambayo kwamba ameitukua aliposema bala. Sasa ndio al-ahdu wal-wa'd. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa aufu bi ahdi Allahi idha ahadtu, na tekelezeni ahadi ya Mwenyezi Mungu pindi au wakati mkitoa ile ahadi. Ahadi yako na Mwenyezi Mungu ni ile utalifanya jambo lifanye, utatekeleza jambo fulani lifanye, katika alama ya imani. Waqala Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqudi, enyi ambao kwamba mumeamini tekelezeni vile vifungu ambavyo kwamba nyinyi mmejifungia baina yenu na Mwenyezi Mungu, baina yenu na watu wengine. Ukiwa na imani, ukisha kuchukua akadi au ukisha kuchukua ahadi au ukisha kuchukua wa'di, yatakikana ufanye nini? Ulitekeleze. Wakala Ta'ala, waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tekelezeni ahadi, hakika ahadi itakuja kuulizwa kesho siku ya kiyama. Wewe umetukua ahadi ya kitu fulani, mbona hukukifanya? Kwa nini hukukitekeleza? Na ambao kwamba sasa ni jambo la kawaida mtu kuchukua ahadi na kutotekeleza, na ukitekeleza waonekana kama wewe bado kuishi katika ulimwengu wetu huu. Ahadi nyingi lakini matekelezo ni kidogo. Wal ayatu fi dhalika, na aya katika hizo, kathiratu ni nyingi katika masala ya alwafa bil ahdi wal wa'di. Wa min ashaddiha, na kutokana na ile ambayo kwamba ni kali zaidi, qauluhu Ta'ala, ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, lima taquluna, kwa nini wasema, ma la taf'aluna, msolifanya. Kabura maktan, imekuwa kubwa sana hasira, inda Allahi, kwa Mwenyezi Mungu, an taqulu, munene, ma la taf'aluna, musicho kifanya. Manake mkisema musicho kifanya, musicho kitekeleza, ni hasira tena kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni maana utakalolisema lolote, hakikisha umelitekeleza, na ukitoweza usiliseme. Warawaina, na tumepokea sisi, fi sahihi al-Bukhari wa Muslim, katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, an Abi Hurairata, kutoka kwa Abu Huraira, anna Rasulullah,
kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala amenena ayatul munafiqi thalathu, alama za mnafiki ni 3. Idha haddatha, akizungumza, kadhaba, hunena uongo. Wa idha wa'ada, na pindi akiweka wa'di, agizo, akhlafa, hulikhalifu lile agizo lake. Wa idha tumina, na pindi akiaminiwa, khana, ukhini. Mtu akiwa na vitu kama hivi huwa ni alama za nifaq. Mtu akizungumza kwanza uzungumza urongo, nao alama za nifaq. Mtu akiwaadi hukhalifu, takwambia jambo fulani atalikhalifu. Akiaminiwa ukhinu, kimwamini mtu ndio umejikosesha wewe. Basi katika hizi ni alama za nifaq. Ukiwa na yote manake unafiki wako ni mkubwa, ukiwa na moja unafiki wako ni sahali. Na imekuja katika riwaya nyingine, mwenye kuwa na hasla katika hizi eno hasla katika nifaq. Na ukiwa na mbili manake nifaki yako ni kubwa. Na ukiwa, yani hizi zote ni alama za kwa wewe ni mnafiki. Maana yake kwa alama nini? Usikubali kuingia katika unafiki, usikubali kuingia katika unafiki. Na haya matatu yote ni mambo ambayo kwamba sisi tupambana nayo. Lakini kubwa zaidi, fikiria ile aya tu, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Lake ni jambo ambalo kwamba nini kubwa sana, ambalo kwamba mwalisema, ambalo kwamba nyinyi hamulifanya. Hiyo ni maqtan, ni hasira. Umekuja maqtan kwa tamizi. Wakad ajma'a al-ulama'u, wamefanya ijma'i wanazuoni, ala anna man wa'ada insanan shay'an, kwa mtu ambaye kwamba amemwagiza binadamu kitu, laysa bimanhiyin anhu, kile kitu hakijakatazwa kisheria, fayambaghi, yatakikana, an yafiya biwa'dihi, atekeleze ule, mimi nitakufanya jambo fulani, mimi nitakupa jambo fulani, ulitekeleze. Wa hal dhalika wajibun au mustahabun, je, ukimwaahidi binadamu jambo lolote ni lazima umfanyie au ni vizuri? Fihi khilafun bainahum, pana khilafu baina ya ulamai. Dhahaba Shafi'i, amekata al-Imam Shafi'i, zada fi riwayati limuslimi, sio katika riwaya ya Muislamu, wa in swama wa salla wa zaama annahu muslim, hata akiswali na akafunga na akadhani, akadai ya kuwa yeye ni Muislamu, lakini ukiwa na mambo hayo ni alama za kwa wewe ni munafiki. Manake munafiki ufunga, munafiki uswali, munafiki kama ilivyokuja katika Qur'ani, idha qamu ila salati qamu usala, usali, yurauna nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wal ahadithu fi hadha al-ma'na kathiratun wa fima dhakarnahu kifaya, na hadithi katika maana hizi zilokuja ni nyingi na tulotaja kutosha. Sawa, sio? Wakad ajma'a al-ulama'u ala anna man wa'ada insanan shay'an laysa bimanhiyin anhu fayambaghi an yafiya biwa'dihi. Wa hal dhalika wajibun au mustahabun, ni lazima au ni mustahabu? Fihi khilafun bainahum. Dhahaba Shafi'i wa Abu Hanifata wal jumhur ila annahu mustahabun. Al-Imam Shafi'i na Imam Abu Hanifa na jumhuri ya ulamai wamekata kuwa hilo jambo ni mustahabu. Kumwambia mtu bwana, mimi nitakufanyia jambo fulani,
sio kwa ni wajibu kwako kuwa umfanyie, lakini ni bora umfanyie. Fa in talakahu au falau tarakahu fatahu alfadlu, lau ataliacha simfanyie ule waadi asiutekeleze, fadla itamfutu, manaka atakosa ubora. Wartakaba almakruha, na atafanya jambo ambalo kwamba ni la karahata tanzihin shadidatin walakin la yahfamu, karaha ya tanzihi iliyokuwa kali lakini hatopata madhambi. Kuna karaha ya tanzihi na karaha ya tahrim. Hapa atapata karaha ya tanzihi lakini biduni ithmi. Wa dhahaba jama'atu ila annahu wajibun, na jamaa wingi na wao wamesema, manake baadhi ya kikundi ya kuwa hilo ni wajibu. Madamu umetoa waadi ni wajibu utekeleze. Qala al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi al-Maliki ajallu man dhahaba ila hadha kama julikana kwa al-Khalifatul al-Rashid al-Khamis, khalifa wa tano. Qala akasema wa dhahabatil malikiyatu, na wamekata au wameenda watu wa madhhabu ya al-Imamu al-Maliki, as-Sadatu al-Malikiya, madhhaban thalithan, madhhabi ya tatu, umetoka njia ya tatu. Annahu, nauni kuwa idha irtabata al-wa'du bisababi, ile wa'di ukauna mafungamano na sababu, ka qawlihi tazawwaj walaka kadha, tazawwaj walaka kadha, oa, ukioa nitakupa jambo fulani. Sawa, le jambo fulani la kupewa limefungamanishwa na kunini? Kuoa. Kuna mtu kumwambia mtu nitakupa tu bila kuwa kuna wa'dan mutlaqan, na ikiwa ni wa'di mutlaq lam yajib, si lazima kutekeleza, lakini ni mustahabu. Wastadalla, na wametolea dalili man lam yujibu, wale ambao kwamba wanasema alwa'di si lazima, bi annahu, kwa kuwa huo wa'di fi ma'na alhibati, ni kama kumpa mtu kitu, ni kama kumpa mtu kitu. Walhibatu, na hiba, la talzamu, hailazimu illa bilqabdi, ila kwa kumpa mtu. Leo kama umetiania mtu fulani nitampa kitu fulani, si lazima umpe, sio? Lakini baada ya kumpa sasa ndio la imekuwa wajibu. Ukaghairi tu, umetoka nacho kasoge kanjani, mimi sitompa tena, خلاص. illa bilqabdi inda aljumhuri wa inda almalikiyya talzamu qabla alqabdi, ya lazimu kabla ya qabdi. Na masala haya masala marefu, walakin kwa ufupi tumeyafahamu. Kwa hivyo ni muhimu mtu akichukua wa'di, akichukua ahadi, aitekeleze ahadi yake na autekeleze, na ni katika alama ya imani. Na ukijiona wewe ukichukua ahadi na wa'di hutekelezi, ni maana ni alama za nifaqi. A'adhana Allahu minan nifaqi. Babu istihbabu du'a'i al-insani liman 'arada alayhi malahu au ghayrahu, mlango wa kupendekezwa kumuombea mtu ambaye kwamba aradha alayhi, aliteremka huyu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ala Sa'd ibn al-Rabi'i, wa Sa'd ibn al-Rabi'i alipokuja Abdurrahman bin Auf ni mmoja katika muhajirina, na ni mtu alikuwa na uwezo wake. Abdurrahman majina yake sana wana uwezo, watu ambao kwamba ni mmoja zako sini, lakini hawa walikuwa ni muhajirina na ansari, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. wa unzilu laka ihda imra'atayya
na mimi nitamuacha mke wangu mmoja umuoe wewe, au nikopeshe tena kufanya biashara, na Mwenyezi Mungu akampa baraka katika biashara yake, akawa vile vile ni mtajiri. Lakini hakukubali kuchukua mali yake nusu wala kuchukua mke wake. Hapa dalili nini? Mtu hawazipendi, sio wenzetu, sio? Sasa ufa mara ashaiba hata mata, na hii ndio alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanywa jambo lolote lema akimwombea mtu dua, na ile dua atakayomwombea mtu, ile dua haipiti. Sayyidina al-Abbas tu Mtume alimwambia nini? La furba fu au la yufridillahu fa, mdomo wako hautooza, hautopata matatizo. Amekuwa mpaka mzee hakutoka jino hata moja, na mdomo wake alikuwa hautoe harufu mbaya hata akikaa namna gani, kwa dua ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali jito lake lilipokuwa na maradhi, Mtume alipomtufia mate, asema ndio ikawa jicho lake bora zaidi, hakushikwa tena na maradhi ya macho yote mawili, hakushikwa tena na maradhi ya macho. Na Abu Katada jito lilotoka akaja kwa Mtume akalirejesha, fakanat ahsana ainaihi, ndio likawa lile alirejesha Mtume laona zaidi kuliko lile lingine sallallahu, na lile liko limetoka kabisa akalirejesha likawa ndio laona zaidi kuliko lingine. Na mingi katika haya ukiyasoma utayaona katika sira. Mtu yote alikuwa akimfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo lolote, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwombea dua, bali wengine walikuwa wakibakia hasana hizo baraka za Mtume. Sawa, ina Abu Mahdhura, kisa chake maarufu, alipokuja kwa Mtume na alipokuwa wafanya istizai Waislamu katika adhani zao, Mtume akawaita, akamwambia usikia sauti huko mzuri nani? Kwa vijana kadhaa, mmoja na Abu Mahdhura alikuwa adhini, asema wewe wafaa kuwa ni muadhini wangu wewe. Alikuwa huko akiwafanya istizai, huko Mtume amchagua kuwa ni muadhini. Kwa katika muadhini wa Mtume al-Haramul Makki ni Abu Mahdhura. Asema kitu aliyopata cha baraka, Mtume alimshika kichwa, hakunywa tena nyele mpaka alipokufa. Asema vipi nitazinywa nyele zilizoshikwa na Mtume sallallahu alaihi, namna gani ajua kwenda huyo alikuwa akiwafanya istizai na nini, mida ghafla mbadilika, hapana pata tabaruku kwenye nywele zake anapata mshiko kabisa. Hakunyoa, sema hakinyoa hizi nyele zilizoshikwa na Mtume, kisha tutapata wapi nyele hizo? Hakunyoa tena kabisa, kwa nyele zimeguswa. Sasa naomba nimwambie, naam, nywele bwana mbona umezeka refu namna hivi? Naomba siwezi kudondosha nywele ambazo kazibusa Mtume sana, na yeye akatabaruku nazo. Na Al-Said asema Sayyidina Umar alimuona na nywele ndefu, akamuuliza mbona wewe unyoe nywele? Asema siwezi kuondosha nywele ambazo kwamba zimeguswa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar naye akatabaruku nazo kwa zile nywele zimeguswa